Sasa imekuwaje uniletee mtoto mwingine hapa? Mimi sitalea Sifta. Sawa sawa? Hiyo Biblia ndio imesema mwenye akatenganisha mapenzi nao anakuwa kifo. Kama ulikaa vizuri kama mwanamke wa Biblia, utumia kada. Singekuwa hapa Joey. Sasa si umoja nimalize story. Kwani ninyi mnasema kwa hii nyumba kila wakati? Gonga. Ndio sana. Hata mimi naweza kuwa promoted from a house manager to a wife. Ni chungu. What? Ni picha. Guy. Ati umesema wewe baba yako alikuwa anaitwa nani? Onaya. Kutoka isi. Karibu Moyani. Sasa mtoto utachukua wako. Na sitaki kusikia story nyingine kutoka. Huyu mtoto ni wako. Umeona picha? Hata hawa watu ni wazuri kwa sababu hiyo picha ndio imemsaidia. Nataka tukae na yeye ni mimi baba yake. Ati nini? Akunje hapa. Kagure akunje hapa. From the word go uliniambia uko tu na Joy, si ndio? Sasa imekuwaje uniletee mtoto mwingine hapa? Mimi sitalea Sifta. Sawa sawa? Na ukome kuniambia hivyo tena. Na ukicheza na mimi mtaenda pamoja na huyo mtoto. Hivyo tu. Mama, kwani ni nini? Iko wapi? Unakaa kama mtu akona stress alafu uko nje peke yako na watu wako kwa nyumba. Hapana, sina stress. Uko sure? Hata sina kitu inanisumbua baida. Unajua, watu wazima hawakosangi kitu wanafikiria. Unaona? But si mambo, unajua mko hapo, nafikiria face yenu, yenye mtakaa, chakula, hivyo tu hizo mambo. Sina shida. Lakini unajua kuna venye tumekuzoea ukikaa, sisi umechange. Hapana, sina mambo, hata sina problem. In case kuna shida sinaweza waambia tu. Usikose kutuambia in case uko na shida. Siwezi kosa kuwaambia. Naelewa. Nikijua unakaa mweusi. Just stress unakuanga mweusi. Niko sawa. Uko sure? By the way, Joey yako wapi? Sijamuona juzi. Nilikuwa kwa nyumba. Ama bado wako na Petro. Mimi sijui wanashindanga wapi. Nashindanga nikimuuliza wewe ni wao ama ni wetu. Acha na wao, bado hakuna shida. Ruka. Yes. Hizi kuku ulipea chakula? Nilipea. Kiasi gani? Kilo 7. Ai, inaonekana kama hukupea kiasi ile ya kawaida. Hapana, shoshi nilipea kilo 7. Lakini zimemaliza. Kabla imemwaga.
Hapana, nikubaliza. Halafu nikuulize. Ile ripoti ya mamu ienda aje? Si alisema ugoje atakukujia. Kama mimi nimejitetea Na nani? sasa naambiwa anakuja. Alisema tugoje kidogo, atakuja. Atakuja wakati wowote. Sasa nitakibiria wapi? Kwa nini? Kwa sasa naambiwa atakuja, ni kama mama anitaki hata yeye. Ngojea, be Hataki patient. kunikujia. Be patient, atakuja wakati wowote. Kwani kumekuwa namna gani huko? Mpaka saa hii hawajaoshea ng'ombe boma. Kinyesi kimetapakaa kila pahali. Hakuna maji. Chakula kidogo kidogo. Hawa ng'ombe wanaendelea kusolota. Afya yao inaendelea kusolota. Ni kwa nini? Kwani wanauza chakula ya ng'ombe? Pita! Hii TV ndio inawafanya wakae kwa nyumba kama wanamfungulia goli mkubwa kubwa. Pita! Hebu kuja. Na uharakishe. Ndio mimi. Ndio. Sasa anakuuliza tangu lini utakuwa responsible Pita? Kwa nini? Ng'ombe upei chakula, upei hata maji, kinyesi kimetapakaa kila pahali, uoshei boma. Lakini baba, kuna msichana wa kazi. Msichana wa kazi nini? Huyo ndio atakufanya ukuwe responsible mama namna gani? Bana, mimi ni responsible. Si nilidhani huyu msichana wa nyumba anashughulikia mama yako. Si mama yako ni mgonjwa? Na sasa uwezi fikiria. Lakini hata hii zinakula ni mimi nimetengeneza yote, ni mimi nimekuja nayo. Sometimes Pita, use common sense. Sawa. Mimi nataka hawa ng'ombe walishwe vilivyo. Wanalishwa. Hizi ng'ombe zote hizo kwanza ni fresh ya hiyo si onja. Mimi ninanunulia ng'ombe chakula mingi, nanunulia hata nyasi mingi. Kwani maji unanunua? Hapana. Hata ya kuosha unanunua? Hapana. Kinyesi pia inakaa ni kama kokoto. Pita, nataka ukuwe responsible. Sawa sawa? Lakini sasa baba, angalia mikono yenyewe imetoka blisters huku. Hiyo lazima itoke blisters sababu ili ujue wewe ni mwanamume. Lakini kwani lazima nikuwe mwanaume kwa ng'ombe? Mimi nataka masomo baba. Masomo gani? Utaishi kama unashindwa na mambo ya nyumbani, utakuwaje responsible kwa shule? Lakini huko shule at least huko nawezana. Maneno ya school fees na shule hiyo nitafikiria baadaye. Sawa sawa? Na ningetaka ukuwe responsible. Sawa? Na sitarudia tena. Na sitarudi kukubusha vile unastahili kujua. Sawa? Weenda. Na hiyo TV mnaendelea kuochuko kwa nyumba, nitakuja kuifunga. Sawa. Lakini hata iko karibu kuzimwa. Iko karibu kunini subscription iko karibu kuisha. Sitaki hiyo maneno iendelee namna hiyo. Sawa. This is very bad. Hai? Kwani boma yangu kutaendelea namna gani? Hakuna kitu kinaingiana. Sasa solution ni gani?
Maria. Eh? By the way, ile story tulikuwa tunaongea ya dad, ya mama. So unaona aje unaona vile mambo iko. Kwanza si counselor huwa analipwa? Counselor anaweza lipwa. Vile tulikuwa tumefikiria, lakini for now hatuna enough money. Kunoma sasa. Lakini by the way tunaweza try kitu moja, tunaweza ambia dad. Ati? Tunaweza ambia dad ni yetu option imebaki sahi. Dad. Sahi. What rest dad? Dad. Dad anasema mama anajifanya, alafu sasa tumwambie amtafutie counselor. Wewe unaona hiyo kitu kiwako? Bebe iwezi. Ngoja. Iwezi wako. Ngoja. Si unakuanga na namba ya pastor? By the way, pastor unajua hakuna vitu mingi. Umefanya vizuri. Hiyo. So tunaweza pigia pastor. Tunaweza mpigia. Hebu toa simu mpigie tu saa hii. Sijui kama bado niko na acha niangalie kama niko na namba yake. Juu mimi kama nilipoteza sina. Heri hata tuombe. Umeipata? Kidogo. Nimepata. Pigie mwambie right. Sasa tumpigie sio? Kwa kufikiria hiyo. Kesi niambia. Hello. Pastor. Ni Maria. Sio huyo Maria ule wa Mama Petro. Tulikuwa tunakuhitaji kidogo. Mama yetu yuko sawa. Tunataka unaweza muombea. Tunahitaji maombi. Hajisikii vizuri na ikaa ni jambo la kawaida sahi. Tunakuhitaji. Uko karibu? Kai, asante sana pastor. So si utakuja? Sawa, tutakungoja. Asante. Ameitikia. Amesema hata ako around area, hata yuko mbali. So anaweza kuja. Anytime from now. Anytime from now. Sasa tunaweza hata tutry maombi tu. Sasa. Kila kitu ni maombi. Kila kitu ni maombi. Tunaona mimi tulisema hata ukamuita saa hii haizi sikia. Haizi sikia, si nijaribu kumuita. Mom. Kwani tangu lini mama kalala mchana? Alafu anakaa ako mbali. Ni kama usingizi lakini basi. Unajua umezoea mtoto amelala venye anakanga peaceful, anakaa bado kwa stress. Lazima tumuulize leo wewe. Simuulize. Simuulize, si wewe ndio unasema mambo ndio mzee, simuulize, wewe ndio mkubwa, simuulize. Ndio mwite. Ndio mumshe, ndio mpate. Nitamuuliza. Nikimuita. Ni sawa, nitamuuliza. Mama. Unita mjoli. Mama. Kwa nini mbaya? Wapi? Mbona unalala mchana na ulalange mchana? Sina mbaya, sina kupumzika tu. Kwa ni kupumzika halafu ndio kaka uko na stress. Hapana. Kwa nini una kichwa? Hapana, mimi niko sawa. Unajua sisi hatujakuzoea kulala mchana. Alafu sisi tunataka ukue kama vile Mama Petro yuko. Hapana, mimi siwezi. Mimi niko sawa. Na by the way, Mama Petro, kwa nini kiliendelea? Unajua vile Petro ako na stress. Mbusikiza sasa. Sasa wewe. Petro tena. Yaani every time unafikiria mambo ya Petro. Petro hivi, Petro that was what do you have in common? No, I'm just worried. Nyamaza. Sasa you're not worried about mom. Nilisema mambo ya Petro ikome. Si ndio, siwachane na yeye. Hai? Unaona akifikiria mama yake venye unafikiria mama yake? Yes. You have to get yourself out of that nini. Unasikia? I'm just worried. Embu enda kaangalia nani anarudi kwa gate. Niko tu worried. Unasikia? Mimi sitaki kusikia hizo mambo.
Hakuna shida, si kwangu. Shida iko hapo kwa hii boma. Unajua nimejulishwa ya kwamba Mama Petro hajihisi vizuri. Nani amekwambia kwani si mgonjwa? Si mgonjwa? Hapana, nani amekwambia? Si nimepiga simu na mtoto wake Maria. Kwa nini amekudanganya? Nimekwambia. Nimejulishwa. Nyamazeni. Ambaye wakati tunaongea na pastor. Amenidanganya? Yes. Si mgonjwa. In fact she is only psychologically unfit. Yani ni kwa sababu ya hiyo makasiriko yake. Makasiriko? She's not. Mama wa elimu. Na kwanza na uniambie, kwa nini ungenipigia uniambie na unakuja? Sasa ningekwambia ukuja ama si nimepigiwa simu na mtoto ameniambia ni magonjwa. Basi unaweza toka kule with due respect pastor. Ati ni mtoto amekuita ukuje kwa watu. Kuna shida. Maombi, mtu anaomba ruhusa ya kuja kwa maombi kweli? Huduma ya kazi ya Mungu. Nakuuliza na venye yani unaweza itwa na watoto. Sasa unangoja unaitwa na watoto. Hebu nikwambie, yes ni huduma. Lakini nakwambia wagonjwa wako hospitali. Mama wa elimu sasa. Surely sasa nakwambia sasa ako wapi? Si basi nimuombe. Nakwambia hakuna mgonjwa huku. Wagonjwa wako hospitali. Umemaliza wale wako hospitali ndio huko ukuje sasa uende door to door. Mama wa elimu, with due respect. Please. Wa elimu, nifungulie gate. Sasa mama wa elimu, kwa nini haunielewi? Kukuelewa nini? Nakwambia huku, in fact sisi tunaombaga. Kuko na maombi mingi sana kwa hii nyumba. We don't need more. Okay, fine. That is your last word. Sitaombea Mama Petro. Si tunaongea. Okay. Thank you. Asante for your intent to come. Wewe mtakuwa mnasema kwa hii boma ati sijui mnaitapasa ni nini mlikuwa mmekosa? Yaani hamuko ngeniambia niwaitie mchungaji. Kwa tunahitaji maombi na tukaona tunaweza. Nani alikuwa amekwambia mnahitaji maombi? Lakini pia si we are part of this family. We are part of this family. Nakwambia let me tell you. Ukienda kwako ukuje ilikuwa inaendelea hapa mama elimu? Si wote hakuna? Ati hakuna? Alinisikia makelele nikiwa kwa nyumba. Ni pastor alikuwa hapa baba. Ikafanyika nini? Tulikuwa tumemuita tukua na Maria kuja tusaidie maombi. Nakuulizaje? Yaani watoto wanajiambia wafanye kila kitu, si wataokota watu wote walete hapa. Amefanya nini? Amefukuzwa. Na nani? Mama elimu, umefukuza mtumishi wa Mungu. Nakuuliza wewe. Si kila wakati unatuwa pesa huku. Mama elimu, hapa ndipo palipochomeka shoka pakabaki mpini. Naona unataka kuleta laana kwa hii boma. Hakuna laana iko. Iko laana kubwa sana. Maombi tuko nayo. I don't need more prayers. Hiyo hata sio madharau kwa pastor mwenyewe, hiyo ni madharau kwa Mungu. Wewe nakuulizaje? Wewe si priest wa kwako. Ni maombi gani tunaombaga huku? We don't need more prayers. We need prayers. Si hata wewe unaweza konjeka. Ndio habari ya asubuhi. Nzuri sana. Kuna kitu nilikuwa nataka kuongelesha kuhusu situation ya mamangu. Situation ya mamako? Nini sasa? Wewe uone hiyo mambo yake inaendelea kuwasen. Tumekuwa na mama yako saa hii. Na nakwambia atapona. According to wewe hivyo unaona hiyo design anaendelea kweli anaenda akipona ama anaendelea kuumia zaidi? Unaona ana improve. Siku na dawa anatumia. Sasa hizi ndawa painkiller mnamnunulia bila hata prescription. Dad wewe unaona kweli hizo ni painkiller strong sana hizo. Painkiller strong. Mimi unajua mamangu wewe of late wewe uone juu umetekwa mateka na huyo bibi mwingine. Hebu nikwambie kitu kimoja Peter. Niambie. Usifike hapo. Sawa? Na nisiwahi kukusikia umeniambia hivyo tena. Kumbuka mimi ni baba yako, sawa?
Ndio. Na nakwambia mama yako lazima atapona. Lazima. Yaani sasa umefika mahali unasema hata ni lazima. Kwani unajua ugonjwa wake ni gani? Ni kuhusu ile dawa anatumia iko sawa. Baba, unajua kuna kitu ujui. Nini sasa sijui? Mamangu kitu imfanyikie itakuwa ni wewe blame, sio? Kitu gani? Mimi Jumali naona ikielekea sasa situation inaendelea kuwa mbaya. Na ujue it's on you. Peter. Mama yako nakwambia atapona, na akisindiwa sana basi tutamnunulia dawa ya miti. Yaani hata si kupeleka hospitali si useme hata tuite harambee kama ni pesa una. Kuna hata 140 na inakuanga strong bado. Najua mimi, lakini nataka mamangu apeleke hospitali. Eti apeleke hospitali. Nataka ama kama uwezi niambie mimi nishughulike nimpeleke mimi mwenyewe. Niruhusu nimpeleke hata. Hapana, usimpeleke. Ukimpeleka achanganywe mandawa, hapo ndio sasa maneno inaweza kugeuka ikuwe lawama sasa. Bana, kwani baba hata wewe kuwa serious for once. Mimi nakwambia hivi. Unaona mikono yake yenyewe ni mimi nampea chakula. Mimi nakwambia hivi Peter. Hii boma ni yangu. Boma ni yako sasa, niangalie mamangu alikufa ni boma ni yako. Hata mimi hapa ni kwetu. Huyu ni bibi yangu. Ni mama yangu pia. Wewe ni mtoto wangu. Wewe ni baba yangu na huyu ni mama yangu. Hii ni familia. Nisikize. Na hakuna venye hakuna venye utakuja kunitawala hapa. Sikutawali, nikikwambia mamangu apeleke hospitali hiyo ni kukutawala. Nikwambia Peter. Vile nimekwambia mama yako anatumia ndawa, tumwangalie hivi. Akisindiwa tutampeleka apewe ndawa ya miti. Hapana, anazindua zaidi hivyo amezindua. Unataka sasa akikuwa anakufa akuwe ina critical condition kuliko hiyo. Ndio sasa tutashughulika. Vile nitafanya baba, nakuambia ukweli. Vile nitafanya vile nitafanya kuna kitu unaweza fanya kama si kumpeleka hospitali. Nakwambia vile nitafanya tutamwangalia siku 3-4. Kuna siku 3 unajua aje yako na siku 3. Ule wakati ndio nitafikiria vile tutafanya. Unajua mamangu anakunywa maji za hii pekee na tujitu wenye Maria anamtengenezea. Unajua hako na wiki haja kula. Si nimempata akakula chakula sahihi. Chakula gani? Hiyo ndio chakula unaita. Mimi mwenyewe ni mimi nampea chakula. Anakula unji kwa kijiko. Sema una pesa ya kumpeleka hospitali tushughulike. Si mambo na pesa. Ni nini? Na sitaki mama yangu ni huyu bibi yako kunisaidia. Ni huyu bibi yako mwingine. Sitaki niitwe watu wa kunisaidia hapa. Mbona unileta mke msaidizi basi? Majirani wakuwa Pana kwa nini unileta mke msaidizi kama hautaki watu wa kukusaidia? Si ulileta mke mwingine. Hana shinda. Si wote ni wangu. Na si mnioa sasa umeniambia hutaki usaidizi. Alafu nikwambie kitu kimoja. Usimuitange mama elimu mke mwingine. Huyu ni mama yako pia. Kama vile mama yako. Umpatie heshima kama yule mama yako bado. Alafu anaangalia mamangu akufa hapa na haizi uliza nini inaendelea. Ati? Yeye acha kujifanya ni kama ukiche yenye kinaendelea. Shinda nyingi inakuanga kwa mama yako. Mama yangu ndiye anakuanga na shinda. Yeye mambo yake anajifanyanga tu aelewi nini. Maneno sijui nini. Unakumbuka wakati mwingine akisema amewekewa udongo kwa nini? Amewekewa mchanga kwa nguo zake. Unafikiria ni mamangu alikuja akaweka? Ati? Unafikiria ni mamangu alikuja akaweka? Kuna kitu hiyo ilikuwa ni framing. Hiyo ilikuwa ni framing. Wewe unajua unashindanga huko kwa wanaume wengine ujuangi chenye kinakuanga kwa hii boma. Nini? Mimi najua, mimi nikikwambia chenye kinakuanga hapa chenye huwa kina happen, mimi nakuambia. Na najua chenye nasema mimi si. Wacha nikwambie kitu kimoja kijana. Peter, acha nikwambie kitu kimoja. Hata nikiwa mbali najuanga vile mambo inaendelea. Umeweka TV huku na huku tuambia. Najuanga vile mambo inaendelea hapa. Ile maneno inakutanga mpaka kwenye niko. Saa zingine act kama mzee wa boma. Sisi wote tuko kwa hii boma. Nimekuambiaje saa hizi? Niongereshe kama baba yako. Sikuongelea, ndio nakuongelea, lakini mtu akifanya makosa anafaa kuambiwa. Hata mimi ni mtu mkubwa na kuna siku nitakuwa na boma yangu. Hakuna makosa niko nayo. Ni mimi nimemfanya mama yako akojeke. Nikwambie kitu dad. Kama ndivyo nitakuwa type of father kama wewe. Wallahi acha nisikuwa na familia. Nimekuambia uchunge ulimi wako wewe. Chunga ulimi wako Peter. Sawa. Na sitarundia tena. Elewa mimi ni baba yako. Na vile nimekwambia hiyo ni final. Umenielewa? Nimekuelewa. Hiyo ni final. Lakini mimi ngoja na mamangu. Petro. Yes. Unaitwa na mama.
Mwambie nakuja. Sawa. Enda usikize vile mama yako anakwambia, na nimekwambia uchunge hiyo ulimi wako. Umesikia? Umesikia. Enda sikiza vile anakwambia. Sawa, lakini fanya mipango, fikiria tupeleke mama hospitali. Hivyo nimekwambia, tosheka nayo. Na ni hivyo tu. Sawa. Kitu gani? Hai? Huyu kijana kwani anataka kunitawala ama namna gani? Sitamruhusu hata kidogo. Sitamruhusu. Pita, unanielewa kweli wewe? Jichunge sana. Mashetani tumiwa. Everything was right until they showed up. Kila kitu ilikuwa unafanya mtu fanya mimi. Unazaumiza mtu. Niona mimi. Mama, mbona uniambie kitu sahihi yake? Mama, mbona aje sasa? Sasa chonga mtu mimi. Na mtu hakuna mtu ataniambia sasa mimi. Hapa ndio anajua ni kwetu mimi. Lakini mama akijui maneno simeisha. Miaka yote nimekaa hapa. Mimi niko hapa kama Simba logically constitutionally. Ani kwetu. Na stoki hapa hata na raha mimi. Constitutionally mimi niko nyumbani. Kuna kitu ananiambia hata nani. Hata nani akuje mimi. Gari. Sasa. Mimi si waipo mwana. Aje. How is it even possible? Yo, I don't think. Mungu wa mtu. Yaani uni ati yote mzee.